linaanzia hapa nyumbani. Anaingia na kumwangalia Ada, akaona amechoka sana. Alianza kumwamsha na kumwambia maneno mabaya sana. Akasema, amuka. Ulala saa ngapi? Sasa hujaamuka. Nataka niongee na wewe. Ada akaamuka, lakini usingizi bado haijaisha. Akasema, naona tu niache nisinzie. Akasema, hakuna haja ya kukuacha. Mimi nikuache kama nani? Wewe nataka tuchape hii kazi tuletewe pesa. Na unalala tu. Mami, nimechoka sana. Wacha naye nipumzike. Kwa sababu nimefanya kazi kubwa sana. Si uniache basi. Akasema, hapana. Mimi nataka nikuambie. Wewe ni nabii. Wanakuita mcheko kijijini. Mimi nataka ukisema sema vitu vizuri. Usiseme vibaya. Akasema, mami, haiwezekani hiyo. Mimi niseme vizuri kwa nini? Hapana, sema vizuri. Usiseme mabaya. Kama umeona mtu atakufa usimwambie hivyo. Akasema, mami, haiwezekani. Mimi kenye napewa sasa na wakuu ndio naongea hivyo. Siwezi kudanganya mtu. Nimwambie kesho yako ni mzuri na ni mbaya. Ada kaona hakuna haja ya kukaa sasa na shosho wake, akaondoka zake. Shosho akawa anajiongelesha, akasema, Ada, mimi na yeye tutakosana. Kwa nini wanataka kukosana? Akasema, wacha nisiseme. Lakini mimi na wewe tutaona sasa mwenye nyumba ni nani. Wewe unanisumbua, wewe mtoto mdogo sana wa juzi. Akakasirika. Tukafika upande huu sasa, Ada anatoka nyumbani hapa. Akawa anasimama hapa nje. Kusimama akakutana na Jennifer. Jennifer akakuja kumbembeleza. Tunakumbuka kwamba kuwa Ada akamwambia mume wa Jennifer kuwa mtoto analea sio wake. Jennifer akaona ni vibaya sana. Amerudi hapa kwa kina Ada. Ameleta sasa habari gani? Wacha tusikie. Hapo akampigia magoti akasema, Ada, mimi nakuomba msamaha. Ada akasema, hakuna haja ya kupiga magoti, simama. Simama uniongeleshe. Akasema, Ada, unakumbuka kwamba wakati tulikuwa hapa ulisema kwa yule mtoto sasa bwana wangu analea sio wake. Ukweli sio wake. Yule mtoto ni wangu. Baba yake ako kando. Lakini nataka tu ujifanye kama ulikuwa unamdanganya. Mimi ndio nione kama naweza pata amani kwa ndoa yangu. Akasema, mimi siwezi kudanganya. Ada, hiyo mambo sio kudanganya. Mimi nataka unisaidie tu kwa sababu familia hainipendi hata siku hizi. Hata kidogo hivi. Akasema, mwambie ukweli. Yule mtoto ni wa nani? Akasema, Ada, haiwezekani kusema ukweli kwa sababu atanifukuza nyumbani. Wewe mwambie kuwa tu ulikuwa unamdanganya, uone kama ataweza kunipambania wakati nitakuwa nimefanya makosa. Akasema, hapana, mimi siwezi kudanganya. Jifanye kama ni prank. Akasema, hapana, mimi siwezi fanya prank. Prank yenyewe ni kumdanganya tena. Wewe unapaswa kwenda ukakaa naye mkaongea, ukamwambia ukweli kuwa mtoto sio wake. Hapa atakusamehe. Akasema, Ada, haiwezekani. Ada, unajua tu ukweli yote si lazima kusema. Ati hapana, mimi nasema ukweli. Siwezi kukudanganya hata siwezi kukusaidia. Ada akaondoka zake. Jennifer akakasirika sana. Akasema, Ada, hata na siku nyingine utaona mimi ni nani. Ada akageuka akasema, kabla ukuja hapa mbona hukujua wewe ni nani? Mbona ukuja tu kutafuta hapa sasa manabas? Ulikuwa unataka nini? Wewe ujijui ujielewe hata kidogo. Enda mwambie ukweli mume wako. Hapa sasa Jennifer akakasirika. Akasepa zake, itakuwaje? Kumbuka kufinya neno subscribe, kulike hii video, kushare, kucomment, utakuwa unatusaidia. Ushago hapa tukakutana na Ada akiwa anaenda. Kuna kitoto kikamraki kasema, Ada, nisaidie. Ada akamuuliza, nikusaidie nini? Niambie nikusaidie. Akasema, wazazi wangu wamechukuliwa na wajambazi, nataka unisaidie. Wewe ndio mtu mmoja hapa duniani wa kunisaidia. Akasema, niambie nikusaidie. Nieleze vizuri. Kitoto kikakaa kule akasema, mimi nifuatilie tu nikuonyeshe. Ada akasema, hapana, mbona unaogopa? Wewe tulia tu nakusaidia. Kijiji kinafahamu sasa kuwa Ada anasaidia kila mtu mwenye ako na matatizo. Na kuona kesho yake akamwambia nini tatokea. Hapa sasa Ada akafuatilia sasa huyu kijana akaenda kumwonyesha mahali wazazi wake wamefungiwa. Kufika hapo kana muuliza ni wapi? Akasema, ingia pale kwa ile nyumba tu hapo ndani. Ada akasema, simama kidogo. Ada akaogopa kidogo, akatumia akili. Akasema, niingie ama nisiingie? Itakuwaje hapa kwa kinyumba kizee? Wacha tuangalie. Ada amefika hapa na kuingia kwenye mlango. Kufika ndani akawa anaangalia lakini haoni chochote. Kijana kikasimama hapa nje kikaa kinamwangalia. Ada aliangalia kila kona za nyumba mbovu lakini hapati mtu hata mmoja. Akasema, kidogo kikanidanganya. Ada akaangalia tu kila mara akakosa kitu. Akaamua tu kurudi hapa nje na kwa anasema, huyu mtoto kanidanganya. Hata sisikia hata kitu kidogo hapa kwa hii nyumba. Mbona kanidanganya? Akaamua tu arudi nje sasa ndiye amuulize, kwa nini mimi sioni mtu hata yote hapa nyumbani? Ilikuwaje sasa? Wazazi wako wako wapi? Ada kaenda kucheka hapa nyuma na mbele tu. Left right lakini haoni kitu chochote. Alikuwa anakuja kusaidia sasa wazazi wa huyu mtoto. Huyu mtoto alikuwa anataka usaidizi haraka. Ghafla akapita hapa kaangalia akasema, "Mbona ukanidanganya? Kuangalia mtoto amuoni. Mtoto ameenda wapi?" Kuangalia saidi nyingine akamwona akasema, "Wewe mbona unanidanganya? Kwa nini? Hakuna mtu yeyote hapa. Hii nyumba haingii na watu." Akasema, "Oh,
umeanguka kwenye mtego wangu. Hapa sasa ulipo utajutia kwa umefika hapa. Akasema mimi nikakufanyia nini? Kaniweka kwenye mtego. Mtego gani? Kitoto ikaangalia pembeni, kuna jamaa amekuja hapa na kumwekea sasa hapa mkufi. Ada akaanguka chini, nguvu zikamuishia. Tunakumbuka kwamba kuwa Ada ako na nguvu sasa sio kawaida za giza. Hiki kikasema, tulikuwa tunakutafuta tu kwa muda mrefu, lakini siku ya leo ni siku yetu. Leo nitakuwa nakula pesa mingi, nitakunywa pombe sasa niongeze ingine. Akafurahia. Ada akamwambia mbona sasa unaniumiza? Mimi nimekukosea nini? Akasema kitu ilifanya ukanikosea ni kujulikana hapa kijijini kwetu na uko na nguvu tofauti. Sasa leo umeshikwa tu. Mikono mifupi sasa ndio imekushika. Ulikuwa unasema wewe ni nabii, wewe ni mchawi. Nyamanza tukuonyeshe. Kumbuka kufinya neno subscribe, kushare, kulike, kucomment hii video ndio upate video zingine kwa haraka. Upande tukakutana na jamaa fulani hapa anaonekana kuwa ni Manu Chimu. Na tunakumbuka kwamba kuwa Manu Chimu sasa ndiye alikuwa boyfriend wa Ada. Amefungwa na kuingia hapa. Kuangalia mbele akashtuka ghafla. Akasema mbona hapa kumebadilika? Lakini vile tunamuona ni kama Manu Chimu amebadilika sana. Tabia zake siku hizi zinakuwa mbaya sana. Hapa kuna wezo amekuja akasema simama hapo. Mimi nakupa sasa 2 hours. Unipatie pesa zangu ama nikuue. Niambie pesa zilienda wapi? Jamaa alikuja hapa alikuwa mkali sana. Mwacho akamwambia mimi sina pesa. Sina chochote. Unataka nini kwanza? Ati bila kunipatia hizo pesa wewe madamu yako nitaimwaga hapa chini chini. Manu Chimu akamjibu, acha kuniogopesha mimi. Mimi ni mwizi tu hapo nakubali. Lakini mwizi ni yule mwenye anaiba akakosa kuficha. Mimi hiyo pesa imeenda. Nimekula hiyo pesa imeshaisha. Mchiza akakasirika sana akasema, "Okay, nataka nipoteze maisha yako kama vile unipoteza ile pesa." Akasema, "Wewe mfanye kazi haraka haraka." Wakataka kumpiga risasi ya miguu akakimbia haraka haraka. Itakuwaje? Amekimbia Manu Chimu na kutoroka. Vile tunamuona Manu Chimu wa siku hizi ni tofauti na ile tumeona kwa pati ya kwanza na ya pili. Hii ni pati ya 3. Amefika hapa haraka haraka na kuparamia ukuta ndani. Wale wakamfuatilia kaona tu huyo amenyanyuka zake. Wakasema na siku nyingine nitakupata tu. Leo umenitoroka lakini kaa huko ushago kwenu. Kurudi upande wa pili sasa tukamuona Ada. Kumbe yule mchiza amemshika amemfunga na kamba hapa kwa kijiti. Akakuja sasa kwa anamsongea akasema, "Ada, siku ya leo wewe, nitakula pesa zako. Damu yako sasa inatafutwa sana hapa duniani. Naona tu ni vitu vizuri kukupata." Yule mtoto mdogo amekaa hapa. Kwa nini mtoto akakubali kufanya hii ujinga yote? Akawa anamwambia Ada, "Niongeleshe. Ati wewe ni nabii, wewe ni mchawi. Ati unaangalia tu kaambia mtu nini itatokea kesho. Mbona ukujua kama yote yatatokea kwenye maisha yako?" Alianza kumpiga moshi sasa akasema, sikia tabako, sikia." Alianza kufanya mambo ya kumuumiza sana. Ada anasikia uchungu. Tunakumbuka kwamba kwa sasa hii mkufi amevaa kwenye shingo inamfanya apoteze uwezo sasa wa kujitoa hapa. Itakuwaje? Sasa hapa alianza kulia na kubembeleza akasema, "Mimi naomba tu jaribu nitoe hapa." Lakini mchiza akasema, "Hakuna naomba kukutoa hapa. Wewe ulikuwa unasema uko na nguvu zingine zisizo kawaida. Lakini mimi nimekushika tu. Wacha mimi niongee na wewe. Siku ya leo nitakuwa nakunywa sasa damu yako. Kwa sababu tunaitaka sana, wengi wanaitaka. Tukikunywa damu yako, tutafika mahali tujawefika kwenye maisha yetu. Kwa sababu wewe si wa kawaida, wewe ni wa ajabu hapa duniani." Akasema, "Basi niache nitoke hapa. Kama ni pesa unatafuta tu, mimi nakupa. Nakupa pesa yote unatafuta, lakini mimi nitoke hapa." Akasema, "Hapana, mimi sijali pesa kwa sababu pesa niko nazo. Si mingi lakini niko nazo. Hapa kijijini watakuwa wanajua kwa mimi ndio nimekushika. Na walikuwa wanakutafuta." Ada kaona hakuna haja ya kutoka hapa sasa. Itakuwaje? Tunakumbuka sasa marafiki zake hazijagundua ya kwamba kwa sasa Ada ameshikwa na huyu mwizi. Lakini akamwambia, "Wewe unajaribu kujiumiza wewe. Usisimame mtoto mzuri wewe hivyo. Simama usiseme." Kale katoto kadogo kamekaa hapa. Kwa nini haka katoto kadogo ndio kametuma sasa kutafuta Ada? Hatujajua. Kanaweza kuwa kwa nguvu zingine. Hapa Ada akasema, "Basi, kama umenifunga na kamba basi usiendelee kuniumiza kwa sababu na mimi niko na maisha kama wewe." Ada alianza kukua kwa sababu alikuwa sasa anamupa hii moshi wa tabako. Akasema, "Okay, wacha mimi nisimame hapa lakini hesabu siku zako, lakini wewe masaa machache tu utakuwa umekufa. Omba Mungu tu, muombe tu, mwambie kusamehe kwa madhambi zako ulifanya." Lakini haka kadogo sasa Ada anakongesha kakambia, "Bwana wewe ukafanya utapeli kama hizi. Wewe ni mjinga sana. Sasa unisaidie." Ada akaishiwa nguvu. Itakuwaje? Ilikuwa ngumu kwake sasa kujitoa hapa. Upande huu tukaona sasa kuna katoto kengine kamesimama kwa mabegi ya rafiki yake akawa kanaangalia kakasema, "Hujapata kitu?" Ati sijaona hata kitu kidogo sana. Kwa nini? Tunakumbuka kwamba kwa hao watatu ni warafiki wa Ada. Wanampenda sana na wao wako na nguvu zisizo kawaida hapa duniani.
Hapa akasema mimi nimechoka. Akaanguka chini akasema umeniangusha bwana. Akasema nilikuwa nimechoka. Wewe hujaona kitu? Akasema sijaona kitu hata kidogo. Hujasikia hata na kitu kimoja? Mimi sijasikia hata kitu kimoja. Inawezekana kuwa sasa Ada ameshikwa kwa sababu siku hizi tumeachana. Haka kaka kwao akasema, kakacheka. Akasema wewe unakoa nini, unakoa ukacheka? Akasema hapana tu, nilikuwa sasa mimi ninacheka. Mnasema Ada ameenda wapi? Ada sasa na nyinyi mmeanza kumpenda. Mimi nilikuwa nampenda. Kakacheka tena kakacheka. Akasema wewe usicheke, hapa ni kubaya. Unacheka nini? Inaonekana kuwa hapa Ada ni kama ameenda mbali na sisi kwa sababu sisikia harufu yake. Hawa sasa wakaona ni kitu ngumu. Wakaanza kubishana wakasema siku hizi hapatikani Ada. Ameenda wapi? Inabidi tumie akili. Akasema hapana. Sasa akasema sasa ile siku ndio tukamtenganisha na kijana alikuwa anapenda. Haka kakashituka akasema hapana. Mlimtenganisha? Wakajifanya kama wajinga. Sasa akadogo kanaitwa Ibi kanapenda Ada sana. Akasema hapana hapana. Wacha tuongee vitu zingine. Kakawapiga nguvu. Wakajikuta wamefika hapa. Wakaanza kuangalia akasema sasa mbona tukasimama hapa? Mkubwa anaitwa Kaka akasema hapa tumekuja kutafuta sasa. Ada alikuwa hapa. Kabla atoke hapa alikuwa hapa akasimama muda mrefu. Ada ameenda wapi? Akasema sasa kusimama hapa nitatusaidia. Huyu akapiga sasa mkono chini, akaanza kuangalia, kaangalia, akasema nakuja niwaambie. Akasema Ada hapa ndio alishikiwa na wezi. Akaona Ada ameanguka chini. Akasema Ada ni kama ameshikwa na wezi. Kuna wenye wako na nguvu kuliko zenye Ada alikuwa nazo, hao ndio wakamshika. Kingine kakuuliza tutafanya aje ndio tumupate? Haka kakalia sana kakasema mimi nalia, nimekasirika sana. Ada ameshikwa na wezi. Akasema nyamanza wewe. Toa utotoni hapa. Mimi nataka tufanye kazi kama wanaume. Mbona unalia tu ukacheka, unafanya nini? Wewe mjinga mkubwa. Huyo anakasirika sana kwa sababu sasa ndio mkubwa wao. Wakaamua tu aingia hapa nyumbani kutafuta. Haka kakaingia kwa na kanamtafuta Ada. Wameona kuwa Ada anaweza kuwa ako hapa karibu. Tunakumbuka kwamba kuwa Ada aliingia kwa hii nyumba mara moja tu akatoka, akapelekwa ile sehemu nyingine, akawekwa sasa kwa kijiti akafungwa na kamba. Lakini hao walianza kumtafuta. Upande tukakutana leo mchizi mwenye alifunga Ada amefika hapa. Amekutana sasa na mzee mwingine, akawa anasema mzee, wewe mzee, lakini mzee hataki kusikia hata kidogo. Huyo akafuta bangi, ndio akasema acha mimi nifute bangi sasa ndio tuongee. Akarusha moshi hivi akasema mzee, nataka tuongee. Mzee hataki kumuongelesha, kuna maombi yake, anaomba mizimu ikuje imsaidie kumpata huyu Ada. Lakini jamaa hapa ni kama alikuwa ametuma na huyu mzee kumtafuta Ada. Hapa amekuja kumwambia sasa habari njema kwa amempata tena, kamfunga na kamba kwenye kijiti. Wamekutana hapa akasema hatujafanikiwa kupata huyu Ada. Akasema lakini wewe ni kama tu unajua tu kuhusu kifo cha Ada. Akasema Ada hajafariki. Mniambia Ada ako wapi? Kwa sababu nyinyi nimeona tu amumupendi. Akaanza kukasirika sana akasema mimi namtaka. Lakini ghafla akacheka. Kwa nini anapenda kucheka? Usisahau hiki kicheko. Akasema unacheka na nikubaya. Mimi nataka tusimame hapa. Mwenye ana mahusiano na Ada tunaweza muona kwa sababu siku hizi hatumsikii mahali ako. Akasema hapana. Mimi nataka tu nitoke hapa. Akasema hakuna haja ya kutoka hapa. Tutaenda tuambie wakubwa kuwa Ada amepotea. Siku hizi hatusikii mahali ameenda. Akasema hapana, ukisema hivyo itakuwa ni kitu ngumu, tutaharibika mpango yetu. Tutanyang'anywa hizi nguvu zote, tutakuwa kama wengine. Na hiyo nao haiwezekani. Mimi naona hakuna haja ya kusimama hapa. Akamwangalia akasema wewe nyamanza. Ni nyamanze nini, mimi tunamtafuta Ada. Mimi nataka nimuone akiwa mzima. Akasema wewe nyamanza. Huyu ndio mkubwa wao sasa, akiongea wananyamanza. Akawapa ushauri. Mimi naona hakuna haja kutoka hapa. Inabidi tusimame hapa. Ngenya anapita hapa tu akiwa ameona Ada na macho lake tutamuona. Hapa akapiga sasa nguvu, wakatoka wakaenda. Upande wetu tunafika hapa tunakutana na nani? Manuchi Musa. Tunakumbuka kwamba kabla yote kuwa Manuchi alikuwa anamwambia Ada kuwa anataka kuenda Amerikani kwa ajili ya shule. Lakini hapa tunakumbuka kwamba kwa hapa ni kwa kina Ada. Amekaa kwenye mlango. Mama yake amekuja na kupiga story mbaya sana akasema wewe, mama yake alikuwa anajaribu kuwa mtoto wangu. Hapo sasa hakufanikiwa. Wewe ndio umekuja tu kujaribu bahati yako uone kama unaweza muoa. Mimi naomba tu utoke hapa kwa sababu sitaki ongea naye. Akasema hapana, mimi nikuja namwambia Ada kwa hakuna mambo ya kumwambia, unamwambia nini? Nyinyi ni watu wabaya. Mama yako ni mtu mbaya. Na umekuja hapa kufanya nini? Naomba tu uondoke hapa haraka haraka. Akasema hapana, nikuja kumwambia kuwa natarajia kuenda sasa shule. Akasema toka hapa uende, hakuna mambo ya kuenda shule. Okay, wacha mimi niende, lakini mwambie kuwa siku yangu ya kuenda ni kesho. Akuje kuniambia basi masomo njema. Akasema hapana, hakuna masomo njema hapa. Masomo njema ni kumaanisha na nini? Toka hapa uende. Manuchi mpenzi wa Ada, hivyo ndivyo alinyanyuka akatoka hapa akaenda. Mama yake akawa anajongela akasema mlikuwa mnajaribu kumuoa. Mkaua bwana wangu, mkaua mama wa Ada, mkaua baba wa Ada, hadi watoto wangu na mjukuu wangu Ada mnataka kumuoa. Mtoke hapa muondoke. Mama amekasirika sana, akawa anajongelesha kwa ukali sana. Akasema mtokeni hapa muende. Sasa hapo alipanda sasa hizi stairs na kuingia ndani ya nyumba yake. Akawa anajiongelesha. Imefika upande wake anasema Ada, Ada, lakini najua kwamba kuwa Ada sasa
ameshikwa na wajambazi. Ameingia hapa ndani na kuwa anamwangalia atafuta aone kama anaweza kutana na Ada, lakini hamuoni. Anazidi kupandisha sauti akiwa anasema Ada, 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 lakini sisi tunajua sasa. Hakuna mwenye kuambia kwa Ada ameshikwa na wezi. Ni sisi peke yetu. Tunamwambia aje sasa? Atajuaje kwa Ada ameshikwa? Ada! Akamuita lakini Ada haitiki. Mama akasema, inawezekana kwa Mama Nuchimu ndiye akamuoa. Tunakumbuka kwamba kwa Mama Nuchimu ni mpenzi wa Ada, wanapendana sana. Lakini Mama Nuchimu hataki sasa Mama Nuchimu apendane na Ada kwa sababu hizi familia mbili kuna vitu zimekosania. Hapa sasa upande tukafika hapa tukakutana na Ada. Amefungwa na makamba. Hakuna mwenye kumsaidia. Haka katoto kanaangalia huku na huku. Tukasema Ada, mimi nimekushika tu. Nimekushika. Ndio nataka kuokoa maisha ya wazazi wangu. Wazazi wangu wameshikwa. Ada akasema acha nikwambie kijana, wewe ujue yenye unafanya. Sasa mimi najua kilicho nafanya. Nimekasirika sana. Akasema kwa nini sasa wakashika wazazi wako? Kwa nini? Niambie naweza kukusaidia. Katoto kakagoma sasa akasema hapana. Kwa nataka mimi nikuambie kamekasirika vibaya mno. Ada atatoka hapa aje. Kitu yenye inamuumiza sana ni hii nini wamewekea kwa shingo. Hii inakaa kama mkufu. Akasema hapana nyamanza, Ada mimi siwezi kusaidia chochote kwa sababu na mimi naumia kwa juu ya wazazi wangu wameshikwa. Ndio nikutafute sasa. Na nimekuleta hapa. Ada akasema mtoto mzuri. Mimi naishiwa nguvu. Dakika kwa dakika. Lakini ukijaribu tu kunitoa hapa, mimi nitakuwa nakusaidia. Hadi na wazazi wako mimi nitakuwa nawasaidia. Unajua hapa sasa kijijini wote wananifahamu kwa mimi nafanya mambo makubwa sana. Naweza kusaidia. Mtoto akafikiria. Akasema mimi haiwezekani. Ada akakoa vibaya. Katoto kakaogopa. Kakasema uko sawa? Uko sawa? Hii kitu inamuumiza sasa. Anaweza kufa akiwa hapa. Kakamsonga kakasema sasa uko sawa? Kalianza kuangalia huku na huku kaone kama kanaweza pata yule mchizi kamwambie kwa anakoa sana. Lakini mchizi alikuwa ameondoka sasa ameenda kunywa pombe sasa na kufuta bangi. Kwa sababu amepata pesa mingi sasa kumshikilia Ada. Atamweka kwenye mikono mibaya sana. Ada akasema sasa natoka hapa aje. Hawa jamaa akafika hapa, tunakumbuka ile mpango amepanga eti wakuja simame hapa, ndio wakipata mwenye ana mahusiano na Ada ama mwenye ameshika Ada ama mwenye amemuona na macho yake, watamfuatilia sasa kwa sababu wana uwezo wa kuangalia watu lakini watu hawaoni kuwa kuna watoto wamesimama hapa. Finya neno subscribe. Like this video. Hapa akasema sasa mimi naona hapa hakuna haja ya kusimama. Akasema we nyamanza. Nyamanza. Akasema sasa mbona niambia mimi ni nyamanzi? Katoto kakanyamanza. Akasema sasa tunatafuta mwenye anaweza pita hapa mwenye ako na mahusiano na Ada ama mwenye ameshika kwa nguo yake ama mwenye amemwangalia na macho. Akasema hapa hatuwezi kama amepita ama hajapita ama wewe mtu apite hapa. Akasema acha nikujaribu. Tukisema hivyo sasa ikasemekana kuwa sasa Ada amepotea, watatunyang'anya nguvu zetu sasa na tulitumwa hapa duniani kumulinda. Sasa itakuwaje? Lakini siku hizi hatujui penye ako. Itakuwaje we? Ukisema hivyo. Akaona kuna mtu amepita akasema, mimi nimesikia kuwa Ada anaweza kuwa hapa karibu." Wakachituka ghafla. "Nimesikia harufu tu, kuna nguvu zingine nimesikia." Mkubwa akasema, "Mnyamanze. Itakuwaje sasa?" Akasema, "Hako hapa karibu. Inawezekana kuwa kuna mtu amepita hapa, amewahi kuona Ada kwenye macho yake sasa. Anaweza kuwa nani? Hapa amepita wengi." Jamaa akasema, "Ni yule. Hebu tumfuatilie." Akasema, "Sio yule. Ni yule mimi nimeshasikia sasa harufu yake. Tumfuatilie sasa tujue Ada ako wapi. Tukimfuatilia anaweza tuonyesha sasa penye ako." Hao wakaamua tu na kuenda. Wakienda hakuna mwenye anaweza ona na macho. Wakitaka tu unawaona. Wakitaka wanajipoteza mbele ya macho yako. Jamaa amefika hapa na kununua maji. Kumbe Ada alikuwa anakohoa sana. Jamaa kaona hakuna njia nyingine ya kusimamisha sasa kukohoa. Akasema acha nimnunulie maji. Akasema haka jamaa kamekuja kununua maji. Kanarudi kweli penye Ada ako. Huyu akarudi wakasimama akawapitia katikati wakaanza kujiongelesha sasa. Nini itafuatilia? Mimi naona tufuatilie huyu kijana tu anaweza tuonyesha. Kale kakacheka akasema unacheka nini? Hebu tukuje tuende sasa. Kwa mama sasa kufuatilia kaka jamaa. Huyu mkubwa ni kama anasikia harufu ya Ada lakini nguvu zake ziko chini sana. Haziwezi sasa kukutana na yeye bila kufuatilia mtu mwingine. Amekuja akafika hapa na kumletea maji. Ada alikuwa ameishiwa nguvu sana. Akasema Ada hujakufa. Ada sitaki ukufe kwa sababu ukikufa utakuwa uliniweka kwenye matatizo mabaya sana kwa sababu wazazi wangu wameshikwa na wezi. Solution yenyewe tu ya kuwatoa hapo sasa ni wewe peke yake. Alianza kupagaa sana akasema Ada. Hapo sasa wale wajamaa watatu wakajitokeza. Akasema Ada. Haka kalikuwa kanampenda sana. Ada akakoa akasema Ibi Saka. Wakashangaa sana akasema ni mzima amesema. Kajamaa kakamwangalia kakamupa maji kakasema kunywa maji Ada. Kakamsaidia kunywa maji. Haka katoto kadogo sasa kanamsaidia kunywa maji.
akajaona hawa jamaa watatu wamesimama hapa kwa sababu kuna nguvu zingine za kujibadilisha kwa kama ni kitu nyingine ama ni nyati hivi, akaezi kujua kuwa kuna watu wenye wako hapa. Ada akamuuliza ni wanani nasikia hapa sasa. Ibi akawa anamwangalia sana. Ada akasema umekuja hapa kunisaidia. Lakini kusikia tu akasikia nguvu ni ndogo sana. Ada haji kujisaidia kutoka hapa. Akasema tufanye nini? Mimi naona tu nimsaidie kutoka hapa kwa sababu hawa ni wajambazi wamemshika. Akasema Ada alikuwa na nguvu, kwa nini ameshikwa tu akakubali? Akasema nyamanza, mimi nimtoe hapa. Akamsongea sasa na kumshika, lakini jamaa kaanguka chini. Huyu ndio mkubwa wao. Wakashangaa sana, akasema mbona ukaanguka chini, imekuaje? Inaonekana kwa sasa hii kitu Ada amevaa kwenye shingo ni kama kiko na nguvu zingine tu kuliko nguvu za hao watoto wako nazo, hata kuliko nguvu za Ada. Itakuwaje sasa? Akasema sasa mimi naona tu hakuna kitu kingine tunaweza fanya. Wacha tuendee wakubwa tuambie kwa Ada sasa ameshikiliwa na wezi na ako na nguvu sizo za kawaida. Akasema hapana. Itakuwa shida ngumu sasa. Tutapoteza nguvu zetu na uwezo sasa kukaa hapa duniani. Tutakufa kama wengine. Hapa wakamoa wakatoka hapa. Wamesikia sasa hatua za mtu. Akasema nani nimesikia hapa? Lakini mtoto nataka tuongee. Mimi nito hapa nitakuwa nakusaidia. Akasema hapana. Unaweza nidanganya nikakutoa hapa sasa baadaye usinisaidie. Akasema mtoto nakuahidi kwa ya kwamba kwa mimi nitakusaidia. Sitakuacha bure. Sitakuacha bure. Unajua niko na nguvu mimi. Naweza kufanya chochote ukinitolea tu kitu kenye kiko kwa shingo. Akasema nikitoka ukatoka hapa unaweza nisaidia. Mimi nitakusaidia. Kama ni pesa unataka nitakupa. Kama unataka wazazi wako sasa wakae kwa amani nitakupa wakae kwa amani. Wewe hujanijua kweli, mimi sikudanganyi. Mtoto akaanza kufikiria mara mbili. Akasema Ada kweli nikusaidia. Akasema wewe nisaidie tu. Nitakuonyesha vile tutafanya ukishanisaidia. Kwa sababu usiponisaidia sasa wakaniua naye watakuua na wazazi wako wataua. Ndio sasa kila mtu asijue kwa sasa mpango alikuwa anipanga sasa ni kuniua. Ukafika hapa pembeni Ibi Isaka wanaendesha magoti sasa. Hapa karibu penye Ada ako wamesikia mtu. Nani anakuja na miguu? Kuna baba mmoja amekuja hapa na yule mchizi haraka haraka kwa anasema tumempata sasa. Akasema naona hakuna haja sasa kutoka hapa kwa sababu Ada anasumbuliwa sasa na wajambazi sana. Akasema nataka tufanye hivi. Nini sasa? Geuka nyuma hapa kidogo. Wakageuka sasa wakalala chini. Hao wakapita zao akiwa anaangalia akasema pesa yangu ukumbuke kunipatia sasa haraka haraka. Kabla umtoe kwenye kijiti, mimi nataka unipe pesa. Akasema pesa sio shida, mimi niko na pesa unajua. Amini kwa mimi nakupa pesa ushangae siku ya leo. Utakunywa mapombe na vitu zingine. Kuna wenye wanapata pesa wakafanya ubaya au sio watu wazuri. Wamefika hapa na kwa wanaangalia. Itakuwaje? Hata hapa akajitokeza akasema nyinyi mnaenda wapi? Akasema ndio huyu Ada sasa nani akamtoa pale. Ada akakimbia lakini huyu mchiza akamkimbisha haraka haraka. Ada kafika hapa kakosa njia kupita akasema wacha nipite huku. Akaendelea kupita. Itakuwaje sasa? Finya neno subscribe. Huyu mchiza akawa anakimbia tu ndio amupate Ada. Kumbe kale katoto kanaweza kuwa kamemsaidia Ada kamtoa pale. Hapa mzee akapiga Ada nguvu. Inaonekana kuwa Ada ako na nguvu. Lakini mzee akiwa anasikia akasikia tu ni masauti ya watoto akasema tumeshindwa. Lakini asikii ni sauti ya msichana. Anasikia masauti ya vijana. Akasema sasa huyu ni Ada, akasema ni yeye. Sio Ada huyu. Lakini mchita akakimbia, akitaka kumchukua akaanguka chini. Kipi kikatokea? Wale watoto watatu wamejibadilisha kuwa ni Ada. Kumbe sio Ada wa ukweli. Ni mpango amepanga sasa wakajibadilisha kuwa Ada. Ndio wacheleweshe hawa sasa waone jinsi ya kumtoa Ada pale. Itakuwaje? Mchizi akaamuka na kusema, "Mimi nilikuwa nakwambia ndio huyu. Ameenda wapi?" Akasema kanidanganya. Huyu sio Ada wa ukweli. Kuna wengine sasa wanataka kutudanganya tuone kama ni Ada. Ebu twende. Mchizi mkubwa akakasirika sana. Akasema twende tuone penye ako kama sahi ako. Akaondoka zake na kuenda. Itakuwaje? Kumbe yule sio Ada wa ukweli. Akasema, "Nyinyi mnataka tushikwe na hao watu? Hamuoni hapo kuna nguvu zingine ngumu?" Ona, Ada ameshikwa na sisi karibu tushikwe. Unaona ilikuwa na nguvu zingine. Amenipiga mimi nikashindwa, nguvu zangu zikaishia hapo hapo. Usingekuwa wewe nisingetoka hapa. Tutafanya aje? Wewe nyamanza. Tutafanya kazi vizuri. Mimi naona tu hakuna haja ya kusimama hapa tunawaambia wakubwa kuwa Ada amepotea. Amepotea wapi na sisi ndio tuko na kazi ya kumlinda. Akaona ni ngumu. Akalia tena akacheka. Akasema hii story nayo sasa ni ya huzuni. Akasema wewe nyamanza. Wengine wakamwangalia akaona tu ni kama ni mjinga. Akasema nyamanza. Tukafika sehemu hii. Akawa anakuja haraka akasema Ada ako hapa. Kufika penye Ada alikuwa akaona Ada ametoka hapa ameenda. Ati nilikuwa nimemweka hapa kwenye kamba. Ametoka hapa nekari kijana akaenda wapi? Hapa sasa alianza kuona vibaya. Kaona kizunguzungu akasema haiwezekani. Mimi nilikuwa nakwambia kuwa yule ni Ada ukaniambia sio Ada. Mimi namjua alikuwa amevaa nguo za white ukasema sio yeye. Si nilikuwa nimemfungia hapa. Wewe ulikuwa unanidanganya ukaniambia sio yeye. Yule ni yeye.
wewe nguvu zako zinakusaidia nini? Akasema hapana, sio yeye. Wakaanza kubishana, itakuwaje? Kumbe hapo karibu Ada alikuwa hapo karibu, hajaenda mbali. Sasa akakuja akampiga nguvu, akasema nyamanza, simama hapo. Unakuja kwenda wapi? Akapiga mzee nguvu, lakini akaona mzee ana nguvu zingine zaidi. Ai, itakuwaje? Ada akaanza kuogopa, akasema kumbe mzee uko na nguvu kiasi hicho. Akasema okay, mimi nimekuja hapa nimekukutia, nataka dhamaka. Akasema hapana. Ada akainama kidogo, akapiga mkono chini, sasa hilo mzee akapotea. Inaonekana kuwa Ada nguvu zake zinashinda za huyu mzee. Kale katoto kadogo kakakimbia haraka haraka. Ada akasema wewe kuja hapa, simama. Simama hapo. Kadogo kakasimama na kurudi nyuma kumuongelesha Ada. Akasema Ada, tutafanya nini? Mbona sasa wazazi wangu wamefungiwa huko? Utanisaidia kweli? Katoto kakaingia hapa sasa kwenye maandizi akasema wazazi wangu wako wapi? Wazazi wangu wako wapi? Akamleta hapa penye wazazi wako. Wakasema mami, Ada anakuja kuwasaidia kutoka hapa. Huyu ni mtu mzuri sana. Hao wazazi wakacheka wakafurahia sasa kupata mwanae akiwa mzima, na Ada akamwona hapa amekuja kuwasaidia. Movi itakuwaje? Hapa akafurahia sana. Ada akawasaidia kuwatoa hapa na kuambia mkae makini kwa sababu hapa kijijini ni kubaya. Unanataka sasa kuwaumiza sasa ndio mnipate. Hapa Ada akatoa hapa ndani, akawa anafurahia. Kumekuwa kubaya sana. Tukakuta upande mwingine hapa sasa. Shosho wa Ada akawa anatoka nyumbani akasema, Ada ulikuwa wapi siku zote nilikuwa nakutafuta? Unajua ulienda tu jana, ukarudi leo sasa jioni. Ulikuwa wapi Ada? Unajua kuna watu wengi walikuja hapa akiwa na pesa mingi, alikuwa anataka sasa waambie nini kesho itatokea. Lakini wewe ukaenda tu ukapotea ukakaa huko. Sini kama ulikuwa na manuchi. Ada akasema hapana grandmother, mimi usinidanganyie hivyo. Akasema mimi nilikuwa mahali tu, nilikuwa nimeshikwa na wezi. Akasema ukashikwa na wezi, sasa walikuwa wanataka nini? Mtoto wangu tena umerudi salama? Akasema mimi niko salama mami. Ada akaona haja ya sasa kuongea na mama yake maneno mengi, akaingia ndani ya nyumba, lakini mama yake akamfuatilia sana, akiwa anambishia sana. Tunakumbuka kwamba anamuita mama yake lakini sio mama yake. Kukutana hapa tukaona sasa wale watatu wamekuja tu kumsalimia Ada. Akasema Ada umejitoa aje pale? Akasema nimejua sasa wewe nyinyi si rafiki zangu. Akasema kwa nini? Tulikuwa tunakusaidia. Akasema hapana, mimi kuangalia kuna kitu kinaendelea tu, hamtaki kunisaidia hata siku moja. Akasema Ada, sisi tulikuja tukakusaidia lakini tukaona tu mwenye amekushika akona nguvu kuliko nguvu zetu. Bwana huku nitia wakubwa sasa kuja kunisaidia pale ile sehemu nilikuwa mbaya. Akasema hapana, tumeona tu tunaweza nyang'anya nguvu zetu. Hapa akataka kusema, lakini wengine wakanyamanza. Ati Ada, tunamshukuru Mungu kwa sababu umetoka pale ukiwa